Katika majira ya spring break, wanafunzi 6 kutoka chuo kikuu cha Boston wanapanga safari ya kwenda kupumzika kwa siku chache katika nyumba ya urithi ya Ivy, iliyopo katika mji mdogo wa Raven Hollow, ulioko kati ya milima ya West Virginia. Mji huo una historia ya giza ya wachawi walioteketezwa mwaka 1889, lakini sasa umejaa utulivu kama kijiji cha kawaida kwa juu tu. Na wanafunzi hao walikuwa ni Ivy Hollow, msichana mweusi mwenye roho nzito, mwenye mizizi ya kifamilia katika mji wa Raven Hollow. Marcus, mcheshi wa kundi, mvunjaji wa sheria na mdadisi. Tasha, best wa Ivy, jasiri, mweusi, mwenye nguvu ya kiroho na hisia kali za asili. Ellie, mpiga picha anayependa maeneo yaliyolaaniwa na kuamini kuwa kamera huona zaidi ya macho ya kawaida. Denise, msichana tajiri mwenye dharau, anayependa pombe na kejeli. Troy, mchekeshaji, muoga lakini anayeonekana kama mkweli wa kundi. Nyumba hiyo ilikuwa imejengwa kwa mbao karne ya 19, ina sakafu inayosikika kila ukikanyaga na picha za zamani za familia ya Ivy ukutani. Usiku wa pili, Ellie aligundua kisanduku cha kale nyuma ya kabati kilichofungwa kwa minyororo na kufuli. Baada ya kuwaonesha wenzake, Marcus akafungua kisanduku hicho kwa lazima, maana hawakuwa na funguo, na ndani wakakuta kadi 13 zilizochakaa zikiwa na michoro ya kutisha. Midomo iliyoshonwa, vichwa visivyo na macho, majivu yaliyochomwa pia zilikuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kilatini. Juu ya sanduku lile kulikuwa kumeandikwa Cartae Sinis, kadi za majivu. Marcus alivutiwa na kadi zile na kuanza kuwashawishi wenzake wafanye mchezo wa bahati ya kadi. Kuwa kila mmoja achague kadi moja. Wote wakakubali kwa shauku. Troy akachagua kadi ya kwanza, The Howler. Usiku huo akaanza kusikia sauti za mlio wa mbwa mwitu akimuita kwa jina lake. Kamera ya Ellie ikamnasa akitembea kwenye ukungu usiku. Kesho yake saa 3 asubuhi wakakuta meno 42 mezani yakiwa yamepangwa kwa umbo la tabasamu. Troy hayupo tena. Siku iliyofuata Denise, akiwa amekunywa pombe nyingi, alivuta kadi ya The Choir, kadi iliyo na picha ya vinywa vingi vikilia kwa pamoja. Usiku huo akaanza kusikia sauti za nyimbo zisizoeleweka zinazoimbwa kwa Kilatini kutoka kwenye kuta. Alipoamka usiku alijikuta akicheza mbele ya moto uliowashwa ndani ya nyumba, ni kama kuna nguvu iliyokuwa ikiufanya mwili wake kucheza bila yeye kutaka. Ghafla macho yake yakachanika na damu ikamwagika, na kisha akajitumbukiza motoni huku akiimba. Ellie, kwa msukumo wa kisaikolojia na shauku ya kupata ukweli wa kilichokuwa kikiendelea, alivuta kadi. The Reflection. Kamera yake ikaanza kujirekodi yenyewe. Katika video ya mwisho aliyorekodi, Ellie anaonekana akiangalia kamera huku macho yake yakiwa yamefungwa kwa nyuzi za nywele. Sauti ya kuomba msaada inasikika nyuma yake. Baada ya hapo, Ellie haonekani tena kwenye kioo wala kamera. Katika picha mpya yupo tu kama kivuli kisicho na uso. Marcus, kwa kejeli, akavuta kadi ya The Hollow King. Baada ya siku 2, Marcus akiwa msituni, miti ya msituni ikaanza kubadilika na kumfuata. Alisikia sauti ikimuita. Marcus kwa hofu akakimbia kwenye barabara kuu na kugongwa na gari, lakini gari hilo likapotea kama moshi. Sasa wamebaki Ivy na Tasha. Waliamua kuchoma moto kadi zote. Cha ajabu, baada ya kuzitupa kwenye moto, kadi zile zilitoa kilio cha maumivu na zilijijenga zenyewe tena kutoka majivu, zikiwa kamili zaidi na zenye kung'aa kama mpya. Ivy akakumbuka zamani, usiku mmoja akiwa na bibi yake alimwambia, kila kadi ni ngozi ya mchawi aliyeteketezwa. Roho zao hazikuwahi kupumzika. Zilifungwa humo ili ziseme kweli, lakini kweli ya kishetani. Waliamua kwenda kwenye kanisa lililobomoka ambapo wachawi 13 walichomwa moto. Mbele ya kanisa hilo walikuta kaburi la pamoja. Ndani yake kuna kadi ya 13 ya mwisho, The Mirror. Tasha aliangalia kadi hiyo kwa makini. Ghafla alianza kuongea na sura yake kwenye kioo kilichovunjika. Lakini sura ile ilianza kutabasamu yenyewe, kisha ikatoka kwenye kioo. Muda mfupi baadaye, Ivy alimkuta Tasha akiangalia kioo huku akijikata uso wake mwenyewe polepole kwa kioo akisema,
Sasa najua kwa nini nafsi yangu ilikuwa ikilia. Ivy akiwa peke yake sasa alichukua daftari la kale la uchawi lililokuwa ndani ya kaburi la wachawi. Akasoma taratibu za kuhitimisha mchezo. Ili kumaliza lazima acheze tena, achague kadi zote 13 kwa mfululizo na kila kadi lazima ipokee mwili wake. Aliingia kwenye duara la uchawi alilochora kwa damu ya Tasha na moja baada ya nyingine alivuta kadi zote 13. Kila kadi inampa mateso tofauti. Alipovuta The Screamer alipoteza uwezo wa kuongea. Alipovuta The Blinded macho yake yakaanza kutoka damu. Anapovuta The Bone Eater alianza kutapika vipande vya mifupa. Mwili wake ulianza kuyeyuka kwa sehemu, lakini moyo wake bado ulikuwa ukipambana na nguvu zile. Alipofika kwenye kadi ya mwisho, The Ash Mother alitamka jina la bibi yake. Anathema Corinne Hollow na kurudisha kwenye moto. Kelele kubwa ya mwali wa moto ilisikika. Kadi zote zikapiga ukelele na kuungua. Mji mzima wa Raven Hollow ulizimika umeme kwa dakika 13. Wakaaji wa mji huo waliripoti ndoto za maumivu usiku huo. Katika maktaba ya chuo kikuu cha Boston, msichana mpya aitwaye Lea anachunguza historia ya maeneo yaliyolaaniwa kwa ajili ya utafiti wa somo la historia ya utamaduni. Anapofungua kitabu kizito cha ngozi, anapiga chafya kwa sababu ya vumbi la muda mrefu. Katikati ya kurasa anakuta kadi moja imewekwa, The Ash Mother. Kadi bado ya moto kidogo. Lea anainua kichwa. Mlinzi wa maktaba kasimama mbali nyuma yake akimwangalia bila kupumua. Sauti ya kike ya Mwangwi ikasikika kwenye kichwa chake. Mchezo haujaisha, bado wapo waliocheza bila kushinda. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa simulizi nyingi zaidi.